pongezi, na mimi nataka niulize sote kama Wakenya. Hapa mahali Eric na Betty wako ni mahali sote kama wananchi, kama Wakenya tunataka tuwe pale. Mimi nataka nimshukuru Betty na pia Eric. Mbali na kuwa kiongozi hapa Murang'a na yule mwingine kiongozi kule Nyeri, kwa sababu mapenzi haijui mipaka, muliamua ya kwamba mtafanya hivyo. Na mimi nataka niulize Wakenya wengine, hivi ndivyo tutajenga Kenya yenye iko na msingi sawa sawa. Na Your Excellency, nakushukuru sana kwa sababu there is a lot of things that are happening, kama vile Munyoro wamesema, soko na maendeleo mengine. All that you are doing for us, tunashukuru sana. Ya pili, mimi ningetaka nilete my congratulatory message to my sister Betty Esawa na my brother Eric Wamombi. Hawa they are like my siblings. And when I see Betty's parents and I see Wamombi's mother, I see my parents. Mimi nataka niwapongeze sana kwa kupea hawa wazazi wetu heshima ya kufanya hafla kama hii ambayo serikali yote ya Kenya imekuja kushuhudia. Na ningetaka sisi wote, kwa sababu all of us in one way or the other we need each other. When you see Dede Nyoro should be doing something different, you see Mheshimiwa Kimani Ichung'wah Kawaji, as we propose to have a state capture commission to look at the issues that have bedeviled our economy over the last few years, Your Excellency, I am certain that all these members of parliament, including my brother Babu Owino, who is also here, Millie Odhiambo, nimemuona hapa, all these members of parliament will support an endeavor to institute a state capture commission on the economy of Kenya, so that those who blame everybody and point fingers at each other on the state of the economy, Kenyans can know what really is a problem with our economy. These are your soldiers, Your Excellency. Hawa watu walikuchagua kwa kauli moja, kwa kupenda. Na wangali wanakupenda. Hata kama iko challenges ya uchumi, hawa watu ya Mlima Kenya ni watu wamechanuka. Na wanajua pahali ulikuta Kenya iko na ile bidii ambaye unaweka. And they are giving you a chance and opportunity, because wanaona ile jitihada unaweka na ile bidii unaweka, and they have confidence that you turn around this economy for the benefit of the people of Kenya. Na kwa hivyo wataendelea kukuombea, wataendelea kukuunga mkono, wewe ungangane utembee ngambo na kila pahali, ujaribu kusaidia Kenya, ndio mambo yetu iweze kutembea sawa sawa. Hata ingawaje kuna changamoto nyingi kwa sababu ya mambo ya uchumi wa dunia hii, mimi nataka niwahakikishie Kenya hii itabadilika. Na Kenya hii itakuwa Kenya ambayo itatufaa sisi zote. Bidii tutafanya, kazi tutafanya, mpaka tuwe na heshima katika taifa letu la Kenya, na vile vile tuwe na heshima kwa nchi zingine ambazo tunafanya kazi pamoja na wao. Wale marafiki wetu wote ambao ni washirika wetu katika development ama katika maendeleo ya taifa letu la Kenya, wamekubali watashirikiana na sisi. Watu wa World Bank wamekubali watafanya kazi na sisi. Watu wa IMF wamekubali watafanya kazi na sisi. Watu development partners wote wamekubali watafanya kazi na sisi. Kwa hivyo Kenya hii ambayo sisi wote tulikubaliana ya kwamba tutasonga mbele, I want to give you my assurance that Kenya is going to go places. Kwa uchaguzi ambao ulipita 2022, hapo tulipiga kura ambayo haikukuwa na ukabila. Tunataka sasa tusongeshe kutoka kwa siasa pia iingie kwa jamii zetu. Kwa hivyo congratulations Eric, congratulations Betty kwa kuvuka mpaka ya county. Tunataka vijana wengine wafuke mipaka ya jamii na kabila na sehemu, ndio tuweze kujenga Kenya yenye iko na msingi dhabiti
Kenya ambayo inatufaa sisi zote kama Wakenya. Pale wakati tuliingia tulikuwa na matatizo, lakini mimi nasimama mbele yenu watu wa Murang'a kuwaambia tumedhibiti uchumi wa Kenya. Ile madeni ambayo ilikuwa inatusumbua, niliwaambia kuanzia mwezi ujao tunaanza kulipa hiyo madeni, ndio tumalizane nayo, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Hata kesho kuna mahali mimi naenda na huyu profesa, kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba Kenya isirudi tena mahali tunateseka na mambo ya madeni. Pongezi, na mimi nataka niulize sote kama Wakenya. Hapa mahali Eric na Betty wako ni mahali sote kama wananchi, kama Wakenya tunataka tuwe pale. Mimi nataka nimshukuru Betty na pia Eric. Mbali na kuwa kiongozi hapa Murang'a na yule mwingine kiongozi kule Nyeri, kwa sababu mapenzi haijui mipaka, muliamua ya kwamba mtafanya hivyo. Na mimi nataka niulize Wakenya wengine, hivi ndivyo tutajenga Kenya yenye iko na msingi sawa sawa. Tulikubaliana ya kwamba kilimo ni ya muhimu sana, na ili kusaidia wakulima watuzalishie chakula, tulisema tunapunguza gharama ya mbegu na gharama ya mbolea. Mbolea ilikuwa 7,000, sasa ni 2,500. Nimeambiwa ya kwamba kuna upungufu kidogo hapa, ile ya top dressing. Nimeambia watu wa Cereals Board kufikia Wednesday lazima hiyo mbolea imefika hapa Kirinyaga, kwa sababu tumenunua mbolea ya kutosha. Hata ya mwaka ujao saa hii tayari tumepanga, na hiyo bei tutaendelea nayo ya 2,500 kwa sababu ndio njia ya kusaidia wakulima watuzalishie chakula. Si mnajua mwaka uliopita masiku kama hii unga ilikuwa shilingi 230. Saa hizi unga imefika shilingi 130. Ni kweli ama si kweli? Bado iko mbele. So mnataka tukaze kamba. Sasa mimi nataka niwaulize wakulima. Wakulima mtafanya bidii? Wakulima mtafanya bidii? Ile gorogoro ilikuwa inauzwa karibu shilingi 140. Saa hizi ni kama pesa ngapi? Ati? Imekuja chini, sio? So mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hiyo mpango ya kuzalisha chakula, mimi nawashukuru wakulima. Wakulima katika taifa letu la Kenya wamefanya bidii sana. Mahindi ambayo ilikuwa imefika ama tulizalisha magunia milioni 34 mwaka uliopita, mwaka huu tumezalisha magunia milioni 61, kuhakikisha ya kwamba tunazidi na kuhakikisha kwamba bei ya chakula inateremka chini, ili kila mkulima aweze kujisimamia na kila mwananchi aweze kupata chakula kwa bei nafuu. Wiki iliyopita wale watu wa IMF sasa wametupatia pesa milioni 950 dola ya Marekani. Wale wengine wote pia wamekubali ya kwamba watashughulika na uchumi wa taifa letu la Kenya. Tumerekebisha uhusiano wetu na marafiki wengi ambao wanatusaidia kudhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya. Mulisikia nikitangaza kule bunge ya kwamba ile madeni ilikuwa inatusumbua, tunaanza kulipa kuanzia hii Disemba. Mimi nimesema madeni ile imesumbua Kenya. Hatutaki nchi yetu iingie kwa matatizo ambayo tunaweza kutuletea hasara. Nimesema ile pesa yote ambayo tulikopa, sasa nimeanza kupanga vile tutalipa, ndio tuhakikishe ya kwamba Kenya yetu haingii kwa matatizo kama nchi zingine zilizoingia kwenye matatizo. Mnanielewa? Sababu hiyo sasa mimi niko na imani kuwatangazia ya kwamba kuanzia mwaka ujao ile miradi yote ilikuwa imekwama, sasa tutazikwamua kwa sababu tumedhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya.
na ndio nimekuja kuanza hiyo kazi hapa Kirinyaga. Nego kana tigo. Tumeelewana? Hii barabara yenu wakati nilikuja hapa na huyu mjumbe wenu muungwana wenu hapa. Si ndio? Huyu GK. Tulikuja hapa nikawaambia hii barabara tutawajengea. Leo nimekuja kuanzisha hiyo kazi. Kutoka hapa Thiguku kwenda Kadhaka mpaka ifike Sagana. Hii barabara tunatengeneza. Na tutaongeza ile ingine ya Morori kule Mwea. Pia tujenge hii kilomita yote itakuwa karibu kilomita 54. Na pia ile inaenda mpaka Kangaita pia tutajenga na huyu contractor ambaye tumeanza hapa leo. Kazi hapa itatugharimu karibu shilingi bilioni 2 na tumeipangia vizuri. Na vile tumeanza hapa tunajua tuko na karibu kilomita 300 hapa Kirinyaga ya barabara ambazo zimekwama. Sasa tumeanza hapa, mwaka ujao nitarudi tena mapema Januari ndio tuhakikisha kwamba tunadhibitisha na tunahakikisha ya kwamba barabara zenu zinapitika, ndio mfanye biashara, muendeshe kilimo, mjenge uchumi, tuondoe umaskini, tupeleke Kenya yetu mbele. Tunaelewana jameni? Na sio hapa peke yake. Sasa tutaanza barabara zile zingine zote. Hii barabara kubwa ya kutoka Kenol tumeisukuma imefika karibu 90%. Mimi nimekubaliana na watu wa ADB ya kwamba hiyo barabara tunataka kumaliza kabla ya mwezi wa 3 mwaka ujao, ndio tukamilishe kazi yetu na tupange zile barabara zingine ndogo ndogo ambazo zinaingia huku nyumbani.